Jina langu ni John Matiang'I. Mimi ni waziri wa mazingira, maji, nishati, mali asili na mabadiliko ya tabia nchi katika gatuzi la Nyamira. Tumekuja hapa leo kwa sababu ya tatizo ambalo limeonekana hapa Kiabira kutokana na uchimbaji wa madini ya kaolin ambayo umeendelea hapa kwa muda. Tumekuja hapa si muda mmoja kwa kuangalia eneo hili, na maofisa wa NEMA na maofisa ambao mnasimamia uchimbaji madini katika region ya Nyanza wote walikuja hapa, mpaka wale wanasimamia barabara Kenha na county commissioner wote wakasimamisha uchimbaji wa madini, mpaka karatasi leseni zote ambazo wale wako nazo watoe kwa wale wanaohusika. Lakini tangu wakati huo hakuna lile limetendeka, na hii leo ofisa anayesimamia mining amesema kwamba hakuna hata mmoja ambaye ako na leseni ya uchimbaji wa madini hapa. Kwa hivyo uchimbaji madini huu unafanywa kinyume na sheria. Hakuna yeyote ameidhinishwa kufanya uchimbaji madini, na wale ambao wana transport hakuna hata mmoja ako na license ya kutransport, ya kusafirisha madini kutoka hapa, na hakuna pesa zozote ambayo community hii inapata kutoka hapa, na serikali kuu ambayo inawezekana kupata 70% na community ipate 10% na county 20%. Hiyo haitatokea. Ndio sababu hata kanisa limelia kwa sababu eneo hilo limeharibika. Sasa hali ya Kiavira si hali tena, kwa sababu hili ni eneo ambalo tunangojea vifo vya watu, na itakuwa aibu sana kuchagua tume kama serikali ya county ama national government kuchagua tume kuchunguza ni kwa nini watu wamekufa hapa. Wengine tumeshtuliwa vibaya na yule anayefanya uchimbaji hapa akasema yeye ako na mtu mkubwa sana huko juu, akapewa license, akasema yeye ako connected. Sasa connection hizo hatuzijui sisi hapa, lakini tunafuata sheria zote, sheria za Mining Act, sheria za Mazingira Environment Act na NEMA zote. Lazima sisi tuzingatie sheria, na sheria ni kubwa kuliko mwenye kuitoa. Serikali kuu pia, idara ya mining na blue economy itusaidie kuweka sheria katika eneo hili na kutusikiliza, kwa sababu mtu akienda pale kama sasa yule alipewa leseni ambayo iko signed na ofisi ya PS. Tunasema tafadhali tusaidie, maeneo haya yameharibika. Tunamuomba waziri wa madini na blue economy aje Nyamira aone vile Nyamira imeharibika kutokana na uchimbaji kiolela wa madini kila sehemu ambao haujasimamiwa na kitu chochote. Kutokana na maandamano yalofanywa siku ya Jumapili ambayo ilikuwa holiday ya Mashujaa, na washiriki waumini wa kanisa la Catholic ambalo liko hapo na ambalo linaangalia timbo hili la madini, ambalo kanisa liko karibu kuanguka kwa sababu barabara imekatika vibaya sana ambayo iko karibu na kuta za kanisa hilo. Tumekuja zote na NEMA na wale wanaosimamia uchimbaji katika region yetu, na tumetoa usitizaji wa kuchimba madini hapa. NEMA wametoa na watatoa barua kubwa, na hizo barua zitaenda mpaka kwa OSPD, police, kwa county commissioner zote kusimamisha mambo haya yote ya uchimbaji hapa. Environment imeharibika hapa na inataka restoration, na wale ambao wameharibu mazingira hayo watapata barua kurudisha eneo hili vile lilikuwa. Walete mchanga, maram, wamwage pale, kisha wapande miti, ndiposa ikuwe safe kwa hawa community kwa hapa. Halafu mwisho kuna maji yanayotoka pale juu ambayo yanaingia kwa lile timbo na yanaingia kwa barabara highway. Umeona magari yakisimama pale wakati maji mvua ikinyesha, kwa sababu yanaweza sombwa na maji yale. Ni maji mengi sana. Tutashughulikia mambo hayo kwa sababu plani itatolewa na NEMA vile maji yale yatashughulikiwa na vile ile barabara itarudishwa vile itakavyokuwa na vile ilikuwa. Asante. Asante. Kwa majina naitwa Frederick Nambisia. NEMA ilikuwa imepatiana restoration order
kwa wachimbaji madini, na tunaenda kufanya leo, tunaenda to issue improvement notice ya hawa wachimbaji madini waweze kurekebisha hapo mahali kuwe vile ilivyo na wapande miti. Sasa hivi leo tunaenda kususpend operation mpaka wachimbaji madini warekebisha hapo mahali isikuwe dangerous to the community. Wachimbaji madini wakimaliza kufanya hiyo kazi watakuja kwa ofisi zetu waombe tena idhini ya kufanya nini, ya kutoa madini pale. Kama watapewa permission watafanya hiyo kazi, kama hawatapewa itabidi watafute mali nyingine. Na kuongeza na hilo pia vile. Asante kwa hiyo swali. Unajua huwezi shika mtu, lazima umpatie na warning. So tunaenda kumpatia wachimbaji madini warning wa rehabilitate hapo mahali kwanza, wasipo then tutachukua another action. Tarejea okay, so tushampatia barua kwa rehabilitate, tumpatia around within 21 days, na tukiona within 21 days kuna kitu anafanya, tutamsikiza, tutampatia another sometime complete, but within the 21 days kama hakuna kitu chochote inafanyika, tutamtafuta alafu tutaka prosecution. Jina naitwa Isaya Nyamira, ni chairman wa St.Joho Nyamira Center Catholic. Tulikuja siku ya Jumapili kuomba, tukapata hiyo mahali imeanguka, alafu tukaona ya kwamba ngoja tutaomba kwanza kwa sababu Mungu ndiye anatuchunga. Tukaomba, alafu baadaye tukiomba toka nje. Sasa tukaambia Wakristo tutafanya nini? Tukaambiana ya kwamba wacha tuende kwa barabara ili maoni yetu asikilizwe na serikali kuu na serikali kubwa, ili mahali hapa Nyamira St.Joho watoto wapate mahali wa kupita, wananchi wapate mahali wa kupita, na sisi kama Wakristo tupate nyumba yetu imekuwa sawa, tuanze kuabudia huko, kwa sababu kwa saa hii tuko na skuli mbalimbali, kwa sababu imekuwa dangerous, imekuwa hali mbaya sana, inaweza kuanguka wakati wowote. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu na serikali ya county watuangalie sana, kwa sababu hiyo kanisa tunaingia hapo kwa watu karibu 400 watu tunaingia hapo siku ya Jumapili. Tunaomba ya kwamba serikali itusaidie na hiyo mpango aanze kupanga, kwa sababu tunavutia hapo kila siku. Naomba mtusaidie sana na nyinyi na serikali yetu kuu, na hii ndio nasema asante kwa kuitikia mwito wa leo kukuja. Tungefanya hivi amukukuja, lakini leo kwa ajili ya Yesu Kristo mwokozi wetu alituongoza na roho yake tukafanya hivyo, mmekuja sasa, tumesikia ya kwamba tuko vizuri. Jina naitwa Caleb Kangogo.